Safi. Sasa hapa mtoto wa nyoka ni nyoka tu. Himishi na imaliza mwenyewe. Nikisema nimshirikishe Laji, lazima atanishauri ujinga. Mbona unaingia nyumbani kwangu kama umekuja kufumania? Kwa nini umesahau kama hapa ni nyumbani kwangu pia? Hatuna mahusiano tena. Hapawezi kuwa kwako. Okay. Nimekuja nasikia njaa. Naomba kuniandalie chakula. Nikishakula vizuri tutaongea. Raj, jaribu kunielewa tu. Mimi sipo tayari kuwa na mpenzi. Nivumilie sana. Nihurumie japo leo tu. Karibu sana mpenzi wangu. Asante. Umependeza sana. Asante sana mpenzi wangu. Hata wewe pia umependeza. Okay. Naomba unisubiri hapa mara moja. Nikachukue chakula. Narudi sasa hivi. Sawa? Mara moja tu.
sauti yako kama kinanda, yani unanichengua, unanishinda moyo, nikipiga konde tulia, nipe chance, usiwe na wasi tena, na kwetu tojutia. Bosi. Tayari ndaika na mtegoni. Sasa fanya hivi. Dokta amesema hatuwezi kufanya hilo tukio hapo. Inabidi twende kwenye chumba cha siri. Kwa hiyo hapo sasa nafanyaje? Wewe kula mzigo. Ukimaliza mfunge kitambaa. Halafu mwambie unakwenda kumfanyia surprise kubwa kwa kukubali kulala na wewe. Hapo bosi umeongea pointi. Nipe nusu saa tu. Fanya kama hujawahi kufanya. Okay bosi, kazi imeisha. Kipewa nyingine, nafasi nyingine, nitajifunza pengine, makosa sitorudia. Nikipewa nyingine, nafasi nyingine. Kijana unaendeleaje? Naendelea vizuri tu, na mipango yote iko sawa, na muda sio mrefu tutafika hapa. Okay, nitakucheki baada ya dakika 10 hivi. Sawa. Sasa baby, mimi sina muda tena hapa. Kuna mahali nataka kuelekea. Naomba upange siku tukutane hoteli, kuna zawadi kubwa nataka nikupatie. Sawa. Nitakwambia nikiwa tayari. Vipi? Mbona alia mimi? Kuna tatizo gani? Hamna tatizo. Nipo sawa tu. Uko sawa wakati nakuona kabisa unalia. Kama kuna tatizo niambie, mimi nitakusaidia. Matatizo yangu ni makubwa, Reja. Naomba uniache tu. Sitaki nikusumbue. Mimi wala unisumbue. Ni wajibu wangu. Ni kwa sababu nakupenda. Namaanisha naelewa matatizo yako. Kwa hiyo kuwa huru kunieleza.
Oya mzee. Beni. Ungeamka ukajisomea mwanangu, kesho mtihani. Mwanangu najisikia vibaya kinoma. Sina hata hiyo muda ya kusoma. Una shida gani kwani? Nasikia tu homa na mwili wote unauma. Hapa kwenye jana nimealisha kinoma. Pole mwanangu. Inabidi tuende hospitali tukaangalie unasumbua na shida gani. Tachukua tu dawa kwa famasi ya maumivu. Takuwa sawa tu. Nikipewa nyingine, nafasi nyingine, nitajifunza pengine, makosa sitarudia. Nikipewa nyingine, nafasi nyingine. Babe, ulinipigia simu nilikuwa darasani. Sorry. Nilijua mmeshatoka. Bado kama dakika 10 hivi tutakuwa tushatoka. Kwa hiyo leo tunakutana sasa. Maana uliniahidi leo. Sawa, ngoja kwanza tutoke darasani, alafu nitakujulisha. Okay, baadaye basi. Ukitoka utaniambia. Okay. Panda nikupeleke nyumbani. Hapana Raji. Mimi nitakumalizia tu mafuta. Acha tu niende mwenyewe nyumbani. Alafu sidhani kule kama gari yako inaweza kufika mpaka nyumbani. Wewe twende. Litakapoisha ndo hapo hapo. Kumpenda mtu asiye kupenda ni kama uchuma ugoroni. Hadi hapo tayari ushajionea kwamba akupendi. Mimi nadhani bora uachane naye tu. Nyumbani kwetu ni hapo. Asante kwa msaada wako. Unaweza ukaenda sasa. Usijali, lakini pia asante kwa kunikubalia ombi langu. Ombi lako? Ombi gani? Umenikubalia nikusindikize. Haya sawa. Basi tuonana kesho kwenye mtihani. Nakupenda Mima. Na wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu. Kwa furaha yangu, tunzaji wa siri zangu, ubalijaza.
Asante. Ila kwa sasa siko tayari kuwa na mtu yoyote. Naelewa. Najua una mawazo mengi sana kuhusu maisha yako. Lakini niko tayari kukusaidia kwa chochote kile utakachokitaka. Raj, jaribu kunielewa tu. Mimi sipo tayari kuwa na mpenzi. Aisha umeniganda wewe tu. Safi. Sasa hapa mtoto wa nyoka ni nyoka tu. Himishi na imaliza mwenyewe. Nikisema nimshirikishe Raji, lazima atanishauri ujinga. Baby, tumefika sasa. Surprise ninakufanyia leo, hutakuwa kusahau maisha yako yote. Asante sana mume wangu. Hakika Mungu kanipa zawadi. Nakupenda sana. Sawa. Nakufungua kitambaa kwa utaratibu, ila usifumbue macho yako, sawa? Okay, babe. Nafsi yangu inasita kabisa kufanya hicho ninachotaka nikifanya. Na sitaweza paka nijue ukweli. Abu mwanangu, unataka kujua ukweli gani? Yule mzee ana mahusiano gani na marehemu dada yangu? Na kipi kilimfanya amuue? Ni historia ndefu. Na sikutaka kukuambia mpaka umalize kazi yangu. Mama, uoni kama unanichanganya?